Wala usimpe ibilisi nafasi. Mwambie tena, wala usimpe ibilisi nafasi. Kwa hiyo pasi kumpa nafasi ibilisi. Akipata nafasi hiyo, inakuwa chansi yake pekee ya kufanyaje, ya kukufunga, ya kukukamata, ili ya kuharibia maisha yako. Kwa hiyo usipompa nafasi ibilisi, Yesu akija kwako anaweza kuwa anakuongezea baraka, anaweza kuwa anakuongezea vitu fulani tu, na sio tena kuanza kazi ya kufanyaje, ya kufungua. Unaweza kuandika pia waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 mstari wa 18. Maandiko yanasema hivi: twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda. Mwambie jirani yako tena, usiache kujilinda. Mwambie tena, usiache kujilinda. Kwa hiyo hakikisha kila wakati unafanyaje, unajilinda. Maana yake wewe unaweza kuwa mlinzi wa kwanza wa maisha yako, ili adui asipate nafasi kwenye maisha yako ya kuja kukufunga. Tuko pamoja? Tuko pamoja watu wa Mungu? Yeah. Kwa hiyo hakikisha unajilinda. Sasa hicho kitabu cha Luka sura ya 10, elekea kwa Luka 10, ule Luka 13 mstari wa 10 hadi wa 13. Maandiko yanasema siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo. Sasa nisikilize. Wakati tunapofanya ibada kama hii, Mungu tayari ameshaachilia malaika zake. Amen. Kuna malaika hapa, amen. Mungu ameshaachilia uwepo wake tayari. Kuna uwepo wake mahali hapa, sema amen. Mungu ameshaachilia nguvu zake kwa ajili ya kuweka wewe, na tayari hapa kuna nguvu zake. Sasa wakati ibada ikiwa inaendelea, Bwana Yesu akiwa anafundisha, alisema sentensi ya muhimu sana. Ndio maana eneo lolote kwenye maisha yako ambalo limefungwa, lazima uhakikishe linafunguliwa. Na leo hii hautaondoka ukiwa umefungwa katika jina la Yesu. Unaondoka ukiwa umefunguliwa katika jina la Yesu. Sasa Yesu akasema hivi, na tazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo mdhaifu muda wa miaka 18, na amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomwona alimuita, akamwambia, mama, umefunguliwa kutoka katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyooka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Sasa miujiza kipindi cha Bwana Yesu haikuwa miujiza ambayo inasubiria kesho, kwa sababu kuna mwingine anaweza kusema kwamba tusubiri kidogo, baada ya muda fulani ndio utapokea uponyaji. Hapana, unapokea uponyaji mara hii katika jina la Yesu. Unapokea uponyaji leo katika jina la Yesu. Kwa hiyo mwanamke alikuwa amefungwa muda mrefu, baada ya Bwana Yesu kumwombea akaponywa saa ile. Sasa andika sentensi: roho chafu zikija kwenye maisha ya mtu, huwa zinakuja kubadilisha maisha ya mtu. Imagine huyu mama ambaye tumemwona hapa, alikuwa ni mama ambaye amepindana mgongo. Baada ya hizi pepo kuja kwenye maisha yake, akapindana mgongo na maisha yake yalibadilika. Sasa Biblia ikusema kwamba ilikuwa ni kwa namna gani alikuwa amepindana, lakini inasema tu alikuwa amepindana. Manake kuna namna pia baadhi ya kazi ya kuzifanya hakuendelea kuzifanya. Kifungo chochote kinapokuja kwenye maisha ya mtu, ndio maana tunakataa vifungo vya kila namna katika jina la Yesu. Kifungo chochote kinapokuja kwenye maisha ya mtu, kinamweka kwenye hali ya utumwa, na maisha yake yanabadilika, anakuwa sio yule ambaye Mungu alimkusudia. Sasa roho chafu hizi zinapokuja, zinabadilisha maisha ya mtu, zinabadilisha mitazamo, zinabadilisha hata muonekano wa maisha ya mtu. So lazima ujue namna ambayo utajilinda, lakini pia ujue namna ambayo utaepukana na hivi vitu. Na Yesu pia anapokuja kwenye maisha yako, umruhusu pia kufungue, kwa sababu kuna wakati bila kumruhusu Roho Mtakatifu hawezi kufungua. Ndio maana kuna wengine Bwana Yesu kabla ya kuwaponya alihitaji utayari wao na imani yao kwamba wanahitaji kupokea. Na kuna sehemu zingine alikwenda hakuponya hata mtu mmoja. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 54 kule, maandiko yanasema alipofika katika njia yake akafundisha katika sinagogi, hata wakashangaa wakasema, huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Sasa walianza kumjaji maisha yake, kwa sababu alikuwa anajua ni fundi seremala, ni mtu ambaye tu alikuwa ana useremala, ni mtu ambaye alikuwa kwa kawaida. Kwa hiyo hakufanya miujiza kwa sababu ya kutokuwa na imani ndani yake. Mwambie jirani yako kuwa na imani. Mwambie jirani yako tena kuwa na imani. Kwa hiyo anasema hivi kwenye ule mstari wa 58, sasa wala kufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutokuamini kwao. Mwambie jirani yako kuwa na imani. Na asiishie kuwa na imani tu, awe na imani kubwa ndani yake. Sawa sawa.
uwe na imani kubwa ndani yako katika jina la Yesu. Sasa hizi roho chafu zinasukuma watu kufanya vitu ambavyo hata wao wenyewe huwa hawataki. Ndio maana wakati kama ulikuwa unasikia vizuri wakati maombi yanaendelea, baba amesema kitu kimoja kizuri sana. Akasema kwamba kuna watu ambao unapata fedha lakini fedha zinaisha hata ujui zinaenda wapi. Hii ni dalili tosha kwamba eneo lako la fedha limefungwa. Mungu anakufungua leo kwenye uchumi wako katika jina la Yesu. Nasema tena, Mungu anakufungua kwenye eneo la uchumi wako katika jina la Yesu. Kwa hiyo ukiona dalili kama hizo, maana yake ni kwamba Mungu anapotuma ukombozi anataka ukombolewe utoke kwenye kupoteza fedha. Kwa hiyo uwepo wa dalili za kupoteza fedha, uwepo wa dalili za kuwa na maisha ambayo hayaeleweki ni dalili moja hapo kwamba kuna roho chafu ambazo zinapaleta maisha yako na unahitaji kufunguliwa kwa haraka sana. Tuko pamoja? Sasa Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa 18 mpaka mstari wa 17. Maandiko yanasemaje? Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganya. Halafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba, kuzaa dhambi. Halafu na ile dhambi ikisha kukomaa, kuzaa mauti. Halafu anaonya sasa, anasema ndugu zangu wapenzi, msidanganyike. Epuka kwenye maisha yako kudanganywa na shetani. Sawa sawa? Kwa nini? Kwa sababu shetani sio rafiki yetu. Sawa? Shetani sio rafiki yetu. Shetani sio rafiki yako. Haupaswi kuwa na uhusiano wa namna yote na shetani kupitia mambo yake ambayo anaweza kulazimisha wewe hata kama hutaki wewe kuendelea kufanya. Ninakuombea neema ya Mungu, kila mtego wa shetani utaukimbia na utauruka katika jina la Yesu. Sasa haya maroho machafu yako ya aina nyingi, na malengo yake ni kukuchafua, malengo yake ni kukusukuma vitu ufanye vitu ambavyo hata wewe mwenyewe hukusudia. Malengo yake makubwa mengine ni kukufanya uteseke maisha yako yote. Ndio maana mtu ambaye ni mgonjwa wakati wote anaishi katika hali ya mateso. Sasa mtu ambaye amefungwa wakati wote anaishi katika hali hiyo ya kifungo muda wote, na maisha yake yanakuwa na vifungo wakati wote. Sasa angalia, tunamwona mwanamke mwingine kwenye kitabu cha Marko sura ile ya 5 na mstari wa 25 mpaka mstari wa 26. Maandiko yanasema hivi: na mwanamke mmoja mwenye kutokwa na damu muda wa miaka 12 na kuteswa na mengi. Maana huyu mwanamke kwa sababu ya kufungwa kwake na vile vifungo aliteswa katika hali ya magonjwa kwa muda wa miaka 12 bila kupata uponyaji. Sasa wakati uponyaji ulipokuja, Yesu akamfungua na akawa ametoka katika vile vifungo. Maana anasema hivi, aliteswa na mengi kwa mkono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyonavyo, kusimfai hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Sasa usipopata msaada wa haraka, sikiliza vizuri, takuwa ushuhuda ambao tuliona jana tunatokea jana, ambacho of course sio kitu ambacho ni kizuri sana kilichotokea jana. Nilikuwa mahali fulani jana, na wakati tumefika pale nilikuwa nasikia ndani yangu kiu kabisa ya kuomba, lakini sasa kwa sababu ya taratibu za hospitali hatuwezi kufanya huduma ya kuomba, kukemea, kuanza kutoa mapepo kwa watu na kuwafungua bila kupata kibali. Baadhi yetu tulikuwa tumeenda tu kwa ajili ya mambo yetu wenyewe binafsi. Sasa wakati tuko mazingira yale, kulikuwa na dada ambaye of course mtu yote ambaye ni mtumishi wa Mungu ndani yake kwa anasikia passion ya kumwombea mtu ambaye amefungwa hiyo. Sasa nikasikia ndani yangu kumwekea tu mkono kwa dakika chache, and then tukawa tumemwacha kwa sababu tayari daktari alikuja pale kuendelea kumpeleka kwenye vipimo ambavyo vilikuwa vinaendelea. Sasa shetani wakati huo akamvaa yule dada kwa nguvu zaidi, alafu akawa amechukua maisha yake, na hiyo ilikuwa ndogo tu, alikuwa anateseka mahali. Sasa nimekuonyesha hiki ili uone namna ambayo ukichelewa kupata msaada haraka, sawa, ukalifanya tatizo likawa kubwa. Watu wa duniani walisema hivi, tiba, na wanasema kinga ni bora kuliko nini? Kuliko tiba. Maana unapokaa kwenye fundisho kama hili, unapokaa kusikiliza neno la Mungu kama hili, unapokea kinga ya kiroho moja kwa moja itakuwa inazuia mashambulizi kutoka kwa adui wakati wote, akiarusha kuja kwako yasikupate. Sawa sawa. Kwa wakati wa kuweka umakini zaidi ni wakati unapolisikia neno la Mungu. Na huyu mtu inawezekana kabisa ile changamoto wakati inaanza, inawezekana ilikuwa ya kawaida ambayo kama angepata msaada wa kiroho kwanza,
angepona, angekuwa mzima, lakini ilikuwa imeenda beyond the normal condition, ilikuwa imeenda zaidi ya viwango vya kawaida. Kwa dada, watu wakawa wameondoka. Sasa inasikitisha sana pale ambapo mtu unafurahia kukaa kwenye mateso. Kupitia somo hili usirizike kukaa kwenye hao mateso katika jina la Yesu. Kupitia somo hili Mungu akufungue usikae kwenye hao mateso kwa muda mrefu katika jina la Yesu. Kwa hiyo vifungo, roho chafu hizi, lengo lake ni kukufanya uteseke, uhangaike, maisha yako yawe magumu. Na shetani sometimes anaweza kutumia hata wakati mwingine vitu vya kawaida kabisa ambapo ni kama wewe unaviona ni vizuri, lakini anakuchelewesha kwenye hatima yako. Kwa mfano, maisha ya vijana wengi yanatafunwa na kitu kinaitwa uzinzi. Maisha ya vijana wengi yamefungwa na kitu kinaitwa uzinzi. Na sio tu uzinzi wa kawaida. Wengine wanatazama picha chafu. Sawa? Wengine wanajichua, masturbation. Wengine wanafanya uzinzi kabisa kwa vitendo. Hivi vitu unaweza kuviona ni vya kawaida na unakuwa unaona ni kama burudani kwako, lakini ndivyo ambavyo maisha yako yanaendelea kuwa mabaya na magumu. Tunaona vizuri. Nenda kaulizie maisha ya watu ambao wanaishi dhambini. Na shetani amejitahidi kwa kiwango kikubwa kuwakamata watu ambao wana vipawa, wana karama. Kuna kitu jana baba alizungumza hapa tukiwa jioni hapa tunakutana. Akasema ukienda mfano ba utakuta kuna bonge la sound. Muziki umetulia. Manake shetani amefanikiwa kusponsor muziki ba ili kukamata vijana. Unakuta pale mtu anapiga drums. Unasema kumbata yule kijana wangu wa kanisani hawezi. Huyu jamaa yuko hatari. Yaani ameajiri hadi vijana kila set. Kwa utakuta kuna DJ pale, kuna mtu wa drums, kuna mtu wa gitaa. Wakipiga live unasema si twende kanisani, hawa watu wabibi tuwapeleke kanisani. Nimewahi kwenda kwenye maeneo watu wako wamefunga. Kwa hiyo shetani amejitahidi kwa kiwango fulani. Sasa uliza aina ya maisha ya watu hao wanaoishi. Ni maisha ya dhambi. Wanaishi maisha uzinzi. Wanaishi maisha mabaya. Wanapata hela ndio lakini zinaisha. Jana tulipata tafakari kidogo pia. Tukawa tunazungumza kwa habari ya namna ambavyo shetani anaweza kumfilisi mtu kupitia hata magonjwa. Kifungo anaweza kaleta ugonjwa ambao unakuja wa kawaida. Ila ukianza kuhudumia ule ugonjwa miaka 5 hospitali. Halafu pesa zako zote ulizokuwa nazo zinaisha. Na mkumbuka mtu mmoja ambaye alikuwa ni maarufu sana hapa Tanzania. Alikuwa anaitwa Ruby Mtaala. Na wengi tulikuwa tunaenda fiesta kipindi hicho. Ila mimi namshukuru Mungu sijaje kwenda fiesta hata moja. Amen. Mimi sijawahi. Yaani nilikuwa nasikia tu fiesta ila sikuwahi kwenda. Kuna wengine walibahatika kwenda mpaka watumishi wa Mungu kina good luck. Gospel. Waliwahi kwenda fiesta wakaimba. Ila mimi sikuwahi. Sasa yule mtu wa Mungu alikuwa anaenda. Nyingi tu. Ila magonjwa alipokuja shetani alipomfunga. Inawezekana Mungu alitaka aende kwa njia hiyo. Lakini magonjwa hata kama yanamtesa mtu ambaye ni mtenda dhambi sio mazuri. Vifungo hata kama vinamtesa mtu mwenye dhambi sio vizuri. Ndio maana sisi kama madhabahu ya Neno Maombi hatutaacha kuombea wenye dhambi watoke kwenye dhambi katika jina la Yesu. Sisi kama madhabahu ya Neno Maombi hatutaacha kuomba kwa ajili ya waliofungwa wafunguliwe kutoka kwenye vifungo katika jina la Yesu. Tutapiga kelele mchana usiku mpaka Uyole ikombolewe, Itesi ikombolewe na Mbeya yote imjue Yesu katika jina la Yesu. Kwa hiyo shetani hata kama anamtesa mwenye dhambi sio rafiki. Yule mtu mpaka anakufa, sawa, mpaka anakufa dakika zake za mwisho, akaunti zake zote zilikuwa zimeishiwa fedha. Ikabidi aombe mpaka msaada. Maanake hata kusafirisha mwili wake kutoka kule South Africa kuleta Tanzania walitumia gharama za taifa na watu ambao walimchangia. Sasa imagine mtu alikuwa na pesa nyingi lakini shetani anamfunga kiasi cha kutokumwachia hata shilingi moja. Kuanzia leo chukia shetani kama adui yako wa kwanza kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Chukia shetani, usimpe nafasi kabisa kwenye maisha yako. Kwa sababu akipata nafasi huwa anaitumia vizuri. Anaitumia vizuri sana. Amefunga watu wa ajabu. Amefunga kwa vitu vya ajabu kwenye maisha ya watu. Sasa andika sentensi. Inawezekana kujifungua katika baadhi ya vifungo, lakini katika baadhi ya vifungo lazima ufunguliwe na mtu mwingine. Inawezekana kujifungua kutoka kwenye aina fulani au baadhi ya vifungo, aina fulani ya vifungo, lakini huwa haiwezekani kwa baadhi ya vifungo pia. Lazima ufunguliwe na mtu mwingine. Nisikilize vizuri. Nilitoa mfano jana, juzi kwenye ibada ya Ijumaa. Nikasema hivi, kuna kitu kinaitwa captive au kwa Kiswahili tunasema
ni kama mateka, sawa captivity kama mateka. Lakini pia nikatoa mfano wa kitu kinachoitwa bondage. Sasa wote tunafahamu, kwa mfano kama kuna ng'ombe, sawa, kama kuna ng'ombe akawa anafungwa mahali fulani na kamba, asubuhi, mchana, jioni, yuko pale na ile kamba imefungwa. Huyu ng'ombe akifungwa kwa muda wa mwaka mzima, hata kuna siku kamchukua tu umemfunga na ile kamba, alafu kafika kamwacha pale, atazunguka pale pale, sawa, atazunguka pale pale siku nzima, atakaa mahali pale na mazingira yale siku nzima, hataweza kutoka. Kwa nini? Alifungwa kwanza kwenye ufahamu, alifungwa kwanza kwenye fikra zake. Hata ng'ombe anaofahamu. Ndio maana wakati wa kwenda machungani anaenda machungani, wakati wa kwenda kuchunga anaenda kuchunga, wakati wa kunywa maji anakunywa maji. Ana hiyo akili ndogo tu ya kawaida. Sasa nisikilize vizuri, shetani wakati wote anapotaka kumfunga mtu huwa anamfunga kwanza ufahamu. Tamka maneno haya, sema: Bwana Yesu, naomba ufungue ufahamu wangu katika jina la Yesu. Kwa ufahamu ndio kitu cha kwanza ambacho Mungu anadimandi kifunguliwe kabla ya ukombozi mwingine. Tuko pamoja? Ndicho kitu ambacho Mungu anadimandi kifunguliwe kwanza kabla ya vitu vingine. Kwa hiyo tunapokuingizia neno la Mungu, tunapokuwekea neno la Mungu, kiwango cha neno la Mungu ndani yako kitaamua pia aina ya uhuru ambao utatembea nao kwenye maisha yako. Lakini pia kitaamua ufahamu wako ufunguliwe kwa namna gani. Sasa Warumi, weka andiko la Warumi pale 12 mstari wa kwanza na mbili. Anasema hivi, Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili. Maandiko yanasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye nini? Yenye maana. Halafu anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Halafu anasema, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Mtu huwa anahitaji kukombolewa mazingira matatu. Anahitaji kukombolewa mwili wake, anahitaji kukombolewa nafsi yake, lakini pia anahitaji kukombolewa roho yake. Ndio maana kuna mtu ambaye unaweza kunamwona anatembea vizuri, lakini alishafungwa miaka kadhaa nyuma. Hana ufahamu wa kufanya biashara, hana akili ya kufanya maendeleo, lakini maisha yake yako kawaida na ufahamu wake umefungwa. Labda amefungwa kwenye kitu kimoja, ulevi pengine, anakuwa mlevi wa kupindukia maisha yake yote. So mtu anamai ni mpaka afunguliwe kwanza ufahamu wake uwe huo. Ndio maana kuna watu ambao wamefungwa ufahamu, hawezi hata kuendesha maisha yao. Mtu anakuwa kawaida kabisa. Kwa nini? Kwa sababu vifungo vimekaa katika maisha yake, vimekaa kwenye mwili wake, vimemfunga. Hana uhuru wa kudumu ambao unaweza kusababisha maisha yake yakawa huru. Kwa lazima ufunguliwe kwanza ufahamu. Kwa nini ambacho kinahitajika sasa kwenye ufahamu wako? Unahitaji neno la Mungu. Maandiko yanasema kwenye ile Yohana, nafikiri 14 mstari wa 6. Anasema, mimi ndimi njia, kweli na nini? Na uzima. So anayetaka Yesu ametaka kweli ambayo itakuja kumweka huru maisha yake yote. Kwa sababu nasikia neno la Mungu ambalo ni Yesu mwenyewe, uwe huru kuanzia leo katika jina la Yesu. So Yesu anakuja kumweka huru kwa kumbadilishia ufahamu. Ndio maana mfano ule wa Mgerasi alipofunguliwa na Bwana Yesu, akili yake ifanyaje? Irudi. Maana yake alifanywa ukombozi kwanza wa nini? Wa akili. Ufahamu wake ukarudi. Akajua kabisa kwamba nilikuwa niko uchi, na akaomba hata nguo akabalishwa nguo. Akawa mtu ambaye ana akili timamu na akaanza kufanya vitu vyake ambavyo alikuwa hawezi kufanya mwanzo. Kwa nini? Kwa sababu akili yake imefungwa. Kwa hiyo sasa utahitaji mtu wa kukufungua. Kama kuna baadhi ya vitu ambavyo wewe mwenyewe hauwezi kufanyaje? Hauwezi kujifungua kibinafsi. Sasa andika andiko la msingi hapo kwenye hiyo point. Kitabu kile cha Luka, kitabu cha Luka kwenye hiyo point, kitabu kile cha Luka sura ile ya 8 na mstari wa 26 mpaka 29. Anasema, wakafika pwani ya nchi ya Gerasi inayoelekea Galilaya, na alipokuwa pwani alikutana mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo. Hakuvaa nguo siku nyingi, wala kukaa nyumbani ila makaburini.
Sasa imagine, huyu mtu alibadilishiwa mpaka makazi, alibadilishiwa mpaka eneo la kuishi. Kwa nini? Kwa sababu ya vile vifungo ambavyo vilikuwa vimekaa kwenye maisha yake. Tamka maneno haya kwa nguvu na kwa kumaanisha. Sema nakataa vifungo vyote katika jina la Yesu. Sema nakataa kufungwa katika jina la Yesu. Ukifungwa, hata aina ya maisha yako inakuwa sio ile ambayo ulikuwa unapaswa kuishi. Huyu mtu hakuwa anapaswa kuishi makaburi, ila alikuwa anapaswa kuishi nyumbani. Lakini kwa sababu ya vifungo, vilimbadilishia mpaka mazingira, vilimbadilishia mpaka maeneo ya kukaa, vilimbadilishia mpaka mahali ambapo anaweza kukaa. Kwa hiyo Mungu anatamani anakufungua. Mungu anatamani akutoe kwenye vifungo ili uwe huru, mbali na hivi vifungo ambavyo vinaweza vikakufanya kuwa mtumwa maisha yako yote. Kwa Yesu sasa yuko tayari kumfungua kila mmoja wetu. Sema amen. Kwa hiyo Mungu huwa anatumia mtu kumfungua mtu. Kitabu kile cha Yohana sura ile ya 20 na ule mstari wa 23. Yohana mtakatifu 20:23. Maandiko yanasema hivi: wowote watakaoondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Haya ni maneno ya Bwana Yesu ambaye alikuwa akiwaambia wanafunzi wake. Maana wakati ule sasa aliwapa mamlaka. Aliwapa nini? Mamlaka. Kwa hiyo wako waliopewa mamlaka ya kufungua wengine waliofungwa. Wako waliopewa mamlaka ya kuwafungua ambao bado wako kwenye vifungo. Na kitu kimoja Mungu alichonifundisha hapa ni kwamba aliyefungwa hapaswi kuongezewa vifungo. Sasa aliyefungwa hapaswi kuongezewa nini? Vifungo. Nisikilize vizuri sasa, utanielewa. Huyo mtu ambaye alikuwa na mapepo, yule wa kwa Mgerasi yule, alikuwa amefungwa na mapepo, lakini wakawa wanamuongezea nini? Au kumsaidia. Sio neno la Mungu. Vile vifungo havi kumsaidia kabisa. Maana yake kama angemuongezea vifungo akamfunga mahali, angekaa na yale mapepo muda wote. Kilichokuwa kinahitaji ni akatiwe zile kamba, afunguliwe ile minyororo, alafu afunguliwe pia kutoka kwenye vifungo vya yale mapepo. Sasa angalia Mathayo 21 mstari wa kwanza na pili. Maandiko yanasema hivi: hata walipokuwa karibia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mzeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wake wawili akiwaambia, enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye. Alafu soma kipengele kilichobaki. Anasemaje? 1, 2, 3. Kipengele kinachofuata hapo, kipengele B. Anasema wafungueni, alafu mfanyaje? Niletee. Kwa aliyefungwa anapaswa afanyaje? Afunguliwe. Yesu yuko hapa kufungua leo katika jina la Yesu. Kwa hiyo aliyefungwa hahitaji kuongezewa nini? Vifungo. Yule Mgerasi alikuwa anamuongezea vifungo badala ya kumfungua. Kwa hiyo akaendelea kuteseka. Na inawezekana kabisa hata vile vifungo vilikuwa vinamuumiza. Ila kwa sababu alikuwa amefungwa vifungo vingine, alikuwa hawezi kujifungua hata mmoja. Kwa hiyo alihitaji mtu akumfungua. Na Yesu alipokuja sasa akamfungua, akamweka huko. Andika sentensi. Vifungo vinaweza kusababishwa na wewe au watu au shetani juu ya maisha yako. Vifungo vinaweza kusababishwa na wewe mwenyewe, watu wanaokuzunguka au shetani juu ya maisha yako. Angalia kitabu cha Waamuzi sura ile ya 15 mstari wa 13 na 14. Waamuzi 15 mstari wa 13 na 14. Maandiko yanasema hivi: wakamwambia wakisema, vema, lakini tutakufunga sana na kukutia katika mikono yao, lakini hakika hatutakuwa. Basi wakamfunga kwa kamba 2 mpaka wakamchukua kutoka kamba 2 pia wakamchukua kutoka huko jabalini. Alipofika Lei, Wafilisti wakapiga kelele walipokutana naye. Ndipo Roho wa Bwana ikamjia kwa nguvu, na zile kamba zilizokuwa juu ya mikono yake zikawa kama kitani iliyoteketezwa kwa moto, na vile vifungo vyake vikaanguka mkononi mwake. So huyu Samson alifungwa vifungo na watu. Kwa hiyo watu wenyewe walikuwa wanatamani awe ni mtu ambaye amefungwa, na kuna kipindi waliweza kumbahatisha baada ya kutoa siri. Baada ya kumbahatisha vile, walimsababisha mateso mengine makubwa zaidi. Ninatangaza, kama kulikuwa na adui ambaye anawaza kukutesa na kusumbua maisha yako, hayo mateso anaanza kumrudia yeye katika jina la Yesu. Sentensi inayofuata: uhuru wa mtu unaweza kupatikana baada ya yeye kufunguliwa kutoka kwenye vifungo. Uhuru wa mtu unapatikana
baada ya huyo mtu kufunguliwa kutoka kwenye vifungo. Sasa kuna watu ambao wamezuiliwa maisha yao wasifanikiwe, wamezuiliwa hatua fulani kwenye maisha yao. Ili hao watu wawe huru, lazima wafunguliwe kwanza kutoka kwenye hivyo vifungo. Na andiko la msingi kabisa, Zaburi 2:3 anasema hivi: na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupia mbali nasi kamba zao. Kwa hiyo aliyefungwa anahitaji upako. Sema tunavipasua vifungo katika jina la Yesu. Sema tunavipasua vifungo katika jina la Yesu. Wamesema Zaburi 2:3 kwamba na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupilia mbali nasi kamba zao. Kwa hiyo hiyo lazima kamba zifunguliwe, lazima vifungo viondolewe kwenye maisha, ndipo utakuwa huru. Kwa hiyo sasa, nini ambacho nataka kukiona hapa ni kwamba Roho Mtakatifu yuko tayari kufungua na yuko tayari kukuweka huru kutoka kwenye kila aina ya vifungo ambavyo vilikuwa vimefunga maisha yako. Sasa tutakwenda kuangalia aina fulani ya vifungo ambavyo ni kawaida kabisa kuvikuta kwenye maisha ya watu. Aina fulani ya vifungo ambavyo ni kawaida kabisa kuvikuta kwenye maisha ya watu. Sasa nimekwambia kwamba ni mapenzi ya Mungu kukufungua wewe, ni mapenzi makamilifu ya Mungu kukuweka huru wewe, na lazima leo uwekwe huru katika jina la Yesu. So ni mapenzi ya Mungu kukuweka huru wewe ambaye uko kwenye vifungo. Sasa kifungo cha kwanza kabisa ambacho watu wengi wanafungwa, na wakati huo sasa adui anakuja wakiwa wamelala. Niwekee Mathayo hiyo. Kifungo cha kwanza unaweza kuandika kifungo cha ndoto mbaya. Kifungo cha ndoto mbaya. Kifungo cha ndoto mbaya. Kifungo cha ndoto mbaya. Maandiko nasema walipolala, shetani alikuja akapanda nini? Magugu. Sasa akapanda nini? Magugu. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 13 nafikiri, na ule mstari wa 25. Mathayo 13:25 anasema, lakini watu walipolala, akaja adui akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Ulimwengu wa roho kuna aina mbili ya ulimwengu. Kuna ulimwengu wa giza na nuru. Sasa kama nuru yako ni kidogo kwenye maisha yako, adui anatumia uwanja wa ndoto kukufunga na kuachilia mapando ambayo sio ya kawaida. Adui anaweza kupandikiza mauti ukiwa umelala. Anaweza kupandikiza magonjwa ukiwa umelala. Lakini anaweza kupandikiza vita kwenye maisha yako ukiwa umelala. Kuna mtu mmoja ninayemfahamu, na ukienda unaweza kumtafuta kwa muda, anaitwa Duncan Williams. Ni Mganda, yule baba ni mwombaji. Ila kuna siku alilala akaota vidole vyake vinafanyaje? Vinakatwa. Asubuhi akakuta vidole vimekatika. Sasa shetani huwa anajua namna ambayo anaweza kupata mtu. Sasa tuangalie kwanza Ayubu 14. Ayubu 34:14 mpaka 18. Ayubu 33, not 34. Ayubu 33 mstari wa 14 mpaka mstari wa 18. Anasema hivi: kwa kuwa Mungu nena mara moja, naam hata mara pili, ajapokuwa mtu ajali katika ndoto, katika maono, usiku, usingizi mzito uajiliapo watu, katika usingizi kitandani, ndipo yafumbua masikio ya watu na kiatia muhuri. Kama inazungumza kwa habari ya joto, ni kawaida haitasi. Anasema ndipo uyafungua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao, ili wamuondoe mtu katika makusudio yake na kumfichia mtu kiburi. Yeye huzuia nafsi yake isiende shimoni, na uhai wake usiangamie kwa upanga. Nitakutolea aina fulani ya ndoto. Kwa mfano, kama unaota unakimbizwa na wanyama, yaani unakimbizwa na wanyama, mara nyoka, mara simba, wanyama hao wakali au mbwa amekukimbiza, yaani ujue kwenye maisha yako unapigana kila siku na watu ambao wanaitwa wachawi kwenye ulimwengu wa roho. Maana yake una vita na wachawi kwenye ulimwengu wa roho. Na wakati wakiwa umelala sasa, kuna watu ambao usichukulie kawaida kila ndoto. Kuna vijana wengi ambao wanateswa na ndoto zile za mapenzi. Anaota anafanya mapenzi na binti.
alafu anaamka asubuhi amechafuka, alafu anaichukulia kawaida. Rafiki yangu, ukiwa umelala ndoto, sioni haya kukwambia ya, manake kuna mapepo yanakuja kufanya uzinzi na wewe ukiwa umelala. Ukiamka asubuhi ukikutana na hiyo hali, kemea, naanza kufunga huo mlango wa adui shetani asiharibu maisha yako, asipandikize maisha yako. Kwa mfano, mara nyingi nimesikia kesi kwa baadhi ya mabinti, akikutana hiyo hali anakuja anasema, ninaota pia sometimes nina watoto kabisa, nimezaa, nimejifungua watoto. Aise, kama kuna ndoto za una watoto rohoni, unaota ndoto umebeba, umepakata watoto rohoni, maana yake shetani yuko anashughulika na wewe huo upande. Amekupandikizia vitu. Maana yake rohoni ushazaa watoto tayari. So lazima uvunje hiyo vifungo na utoke kwenye hivyo vifungo vya ndoto mbaya katika jina la Yesu. Kwa hiyo lazima upige. Sasa ukiota ndoto mbaya, hakikisha unaomba, unakemea. Usiruhusu iendelee kukaa kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu ndoto ni ulimwengu ambao shetani anatumia kupanda mapambo yako. Kuna wale wengine ambao wanaota tunakula chakula. Najua ukilala kwenye watu wengi, kwa mfano kama ushe kulala sehemu za watu wengi, unajua kuna watu wanaota ndoto mbaya. Nashangaa mtu anaota kabisa anatafuna vitu usiku saa 8. Au najiuliza huyu katoa wapi mzozo usiku? Au amebeba chakula kikaja mdomoni, anakirudia kitafuna kama mbuzi. Lakini kumbe wamekuja wajeba, sawa? Ndao anakula nyama za watoto wachanga huko. Ndao anakula nyama za watu. Alafu akiamka asubuhi anasema, nasikia tumbo linaniuma. Wameshapanda tayari ugonjwa ndani yako. Kila ugonjwa ambao ni pando la shetani kwenye maisha yako, liondoke kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu. Kila ugonjwa ambao ni pando la adui kwenye mwili wako, uondoke huo ugonjwa kuanzia sasa katika jina la Yesu. So chukulie poa. Mimi nishakataa kuteswa na shetani kwa namna yote, na ataendelea kusema usinichoke. Siwezi kuumwa. Siwezi kuwa mgonjwa. Siwezi kuwa mgonjwa. Ninakataa kuumwa maisha yangu yote. Iwe ni pressure, sijui kisukari, sijui kansa, HIV, zote zinaniogopa. Magonjwa anze kuogopa na wewe katika jina la Yesu. Magonjwa anze kuogopa na wewe katika jina la Yesu. Kwa hiyo epuka ndoto mbaya na zikemee ukiota hizo ndoto mbaya zinakujia. Kwa kuna watu ambao kila siku ndoto za wanyama, ndoto za majoka. Muda mwingine mtu anaota amefungiwa kwenye chumba fulani. Hawezi hata kutoka kwenye kile chumba. Amefungiwa huko. Maana kuna namna hicho ni kifungo kwenye maisha yako. Hivyo vifungo vikatike kuanzia sasa katika jina la Yesu. Kifungo cha pili, naenda haraka kwa sababu ya wakati tuna meza ya Bwana. Jambo la pili, vifungo vya madeni. Wale wa mama wa vikoba mtanisamehe, sio vizuri sana. Kanisani tunakufundisha njia za kimbingu. Sawa? Njia za kimbingu za kufanikisha. Kuna vikoba vimewafilisi wa mama hadi ndoa zao zimekunjika. Kuna vikoba vimeleta madeni kwenye maisha yao mpaka maisha yao yamekuwa ni ya wasiwasi. Hata kama akiwa anafanya biashara ile fedha anairudisha tena kwa. Sasa moja kati ya kitu ambacho tunapaswa kuepuka kwenye maisha yako, hasa kwenye upande wa mikopo. Ngoja nikuonyeshe. Maandiko yanasema hivi, Mithali 22 mstari wa 7. Tajiri humtawala nani? Maskini. Naye akupae ni mtumwa wa akopeshaye. Mithali 22:7. Tajiri humtawala maskini, naye akupae ni mtumwa wa akopeshaye. Nisikilize vizuri. Ukisikia mtu anatoa mkopo wa riba, tunaelewa vizuri. Ukisikia mtu anatoa mkopo wa nini? Wa riba, kata huo mkopo. Kwa sababu lengo lake anataka kufilisika. Lakini pia kuna ile mikopo ambayo kila miezi inavyoenda inakuwa inaongezeka. Wewe unafanya watu wanaingia kwenye vifungo. Mkopo sio mbaya, ni mzuri, ila ukigeuka ukawa deni, tayari umeshakuwa mzigo kwako. Kwa hiyo itakuwa wakati mwingine kuanza kugharimu hata vitu vyako vya thamani ambavyo vilikuwa kwenye maisha yako. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kusave, usidhalilike au usiaibike. Zunguka huko mtaani, utakuta nyumba nyingi zimeandikwa inauzwa. Zimeshamilikiwa na benki. Kwa nini msikiliza mtu mmoja wa Mungu anasema,
Kwa mfano unakopa kwenye hizi microfinances hizi huko kote, unakuta tu nikabiti labda kadogo tu, sawa, kadogo tu kabiti kakaida, alafu anakuambia utamaliza tu mkopo baba, usijali utamaliza. Ila sasa ukichelewa tena mwezi mwingine inaongezeka 200,000, ukichelewa mwezi mwingine inaongezeka. So kuna watu ambao wako kwenye vifungo vya namna hii. Ninatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila kifungo cha madeni Bwana aingilie kati kukifungua katika maisha yako in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu. Angalia kitabu cha Wafalme sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Maana yanasema hivi: basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wangu wawili. Alafu anaendelea anasema, Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa moja. Sasa wote tunafahamu kwamba Elisha alifanya muujiza wa mafuta na mafuta akatokea, yule mwanamke akawa amefanikiwa kujaza mafuta mengi kwenye vyombo vyake alivyowazima, alafu akauza akalipa madeni yake yote. Ila sasa angalia, deni hilo dogo ambalo lilikuwa linadaiwa kupitia mume wake lilitoka kwa mume wake kaja kwa mke wake, alafu kutoka kwa mke wake likahamia mpaka kwa watoto. Na muda mwingine sasa ndio hivi, baba amekufa, ameacha madeni yanahamia kwa watoto, unaanza kupambana nayo kujaribu. Kwa nini? Kwa sababu madeni sio mazuri, ni roho, ni vifungo kamili ambavyo vinafunga maisha ya watu. So hawa watoto, huyu mtu alitaka awe watumwa kwa kwenye maisha yake na kwenye mashamba yake ambayo alikuwa analima huko, aanze kuwatumikisha. Kwa anasema aliwataka, anasema aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Sema tena, deni ni utumwa. Sema sitakopa bali nitakopesha. Sema sitakopa bali nitakopesha. Kwa hiyo madeni yanawafanya watu kuwa kwenye vifungo vya maisha, na unapaswa kukimbia vifungo vya aina hiyo. Sema amen. Kifungo cha tatu ni vifungo vya nguvu za giza. Vifungo vya nguvu za giza. Sasa hizi nguvu za giza ni nguvu za kiroho ambazo hazionekani. Nguvu za kiroho ambazo hazionekani. Nguvu za kiroho za gizani ambazo hazionekani, ambazo zinafunga watu kwenye maisha yao kutokufanikiwa au kutokuwa na uhalisia wa maisha ambayo Mungu alikusudia wawe nayo. Mungu hajakusudia uishi chini ya viwango, amekusudia uishi juu ya viwango ambavyo amekupa na amekupangia kwenye maisha yako. Kwa hiyo nguvu za giza kwenye maisha ya wengi zimekuwa sababu ya kukwama kwa maisha ya watu wengi, na kuna watu wengi wameibiwa maisha yao na yakachukuliwa na watu wengine. Nafikiri tunafahamu na tuna maarifa kidogo na hivi vitu, kwamba mtu anaweza kwenda kwa mganga akaiba nyota yako, akaiba utajiri wako, na akaanza kufanikiwa kupitia nyota yako. Yeye anafanikiwa, wewe maisha yako yanakuwa mabaya. Hata waigizaji wameigiza siri za namna hiyo, wanaonyesha kabisa kwamba kuna namna fulani ambayo mtu anaweza kuiba nyota ya mtu. Sasa kuna hizi roho ambazo hazionekani. Andiko la msingi sana pale alizungumza kwenye kitabu kile cha Waefeso sura ile ya 6 na mstari wa 12, anasema hivi: kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme, mamlaka na wakuu wa giza, na juu ya pepo wabaya. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya wa ulimwengu wa roho. Kwa hiyo rohoni, wewe unaweza kuwa unaona maisha yako yana struggle, maisha magumu, lakini kumbe kuna adui ambaye aliyafunga huko rohoni na ametaka wewe na maisha ya kawaida. Unajaribu kufanya kupambana, lakini hausogei. Sasa hapa mfano mzuri ndio wale watu ambao una mshahara wako mzuri. Huwa mara nyingi ukikagua maisha ya watu kwa zinakuteka vitu vingi. Tuliposikia ushuhuda wa profesa mmoja. Profesa amesoma, anafundisha chuo kikuu, lakini maisha yake, maisha mabovu, maisha mabaya. Yaani ndio wale ambao unakuta ana elimu lakini
bado anaishi nyumba zile za kota za serikali. Hajawahi kujenga hata kibanda kidogo cha kwake cha kuishi. Hajawahi kujenga hata nyumba ndogo ya kwake ya kuishi. Kwa nini? Kwa sababu maisha yake yamefanyaje? Yamefungwa. Kwa nakuta ndio wanaweza kuachia. Na vifungo sasa sometimes hivi vya kipepo hivi, vya nguvu za giza viko hivi. Eneo fulani unaweza kuwa huko. Yaani ndoa yako iko safi kabisa, maisha yako yako safi. Ila hamna hiyo. Una struggle kwenye pesa. Una struggle kwenye uchumi. Ukiona hiyo unajua kuna mahali. Sasa unatafuta hiyo, unapambana, tafuta hiyo. Ninatangaza nyota yako inarejeshwa katika jina la Yesu. Mafanikio yako yanarejeshwa katika jina la Yesu. Ustawi wako unarejeshwa tena katika jina la Yesu. Yesu anapoamua kurejeshea vitu vyako, hawezi kubakiza hata kimoja. Ninasema hivi, vyote vinarejeshwa tena katika jina la Yesu. Hakuna kifungo kitasalia kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Sasa angalia, wakati fulani Bwana Yesu akiwa anazunguka katika kuponya watu na kufungua watu, alipita mahali akakuta mtu ambaye alikuwa ni mgonjwa na amelala kwa muda mrefu. Sasa ujifunze kitu kimoja, anayetamani kukuona ukiwa umefungwa, huwa ndio furaha yake ubaki hivyo, na ukifunguliwa anafanyaje? Anakasirika. Ndio maana unapaswa kuwa makini sana na watu ambao wataendelea kufurahia aina ya maisha yako hapo hayo tu ambao unayo. Nisikilize vizuri, kama ni kijana uko mahali yako, Mungu ana makusudi mazuri kwa habari ya hatima yako. Amen. Mungu ana makusudi mazuri kwa habari ya hatima yako. Kwa hiyo usicheke na adui kwa namna yote ukampa nafasi kwenye maisha yako kufunga maisha yako. So hakikisha unamwomba Bwana na unamlilia Bwana kufungua kutoka kwenye vifungo. So Yesu alikuja akamfungua huyo mtu ambaye alikuwa hawezi, amempooza muda mrefu, akamfungua. Na wengi wao sasa kwa sababu hiyo huwa hata maendeleo kwenye maisha yao yanakuwa ni hafifu, yanakuwa hayapo kabisa. Kitabu cha Marko sura ya 2 tuna mfano mmoja mzuri hapo, lakini pia tutasoma sura ya 5 kwa habari ya mgerasi tena. Marko sura ile ya 2 mstari wa 1. Maandiko yanasema hivi. Hapa palikuwa na mtu ambaye amepooza kwa muda mrefu sana. Marko sura ya 2. Maandiko yanasema Marko sura ya 2. Akaingia Kapernaumu tena baada ya siku kadha wa kadha. Ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani, wakakusanyika watu wengi, sibaki nafasi hata mlangoni. Akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza, amechukuliwa na watu 4. Na walipokuwa hawezi kumkaribia kwa sababu ya mkutano, walitoboa dari pale alipokuwa. Na wakisha kumunja wakaliteremsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Na Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na baadhi ya waandishi waliokuwa hapo huko wameketi wakifikiri ndani mwao, mbona huyo anasema hivi, anakufuru? Ni nani anaweza kusamehe dhambi isipokuwa yeye Mungu? Hawa watu walianza kutaka kukasirika kwa sababu ya kufunguliwa. So adui hapendi kuona unafanikiwa, hapendi kuona unastawi. Maadamu kusudi la Bwana lilofunguliwa, Yesu atakuweka huru kwenye ishu ya mambo ya kiuchumi, hata kama nguvu za giza zilikuwa zimefunga hayo maisha ya uchumi katika jina la Yesu. So Yesu akamfungua huyo mtu. Maana yake ukifungwa na nguvu za giza, kufanya kazi huwezi kufanya kazi. Sasa imagine mtu amelala miaka 38, amelala chini miaka 12, amelala labda miaka 18, amefunga. Anaweza kuingiza fedha? Hawezi. Kwa lazima aweke huko, atoke kwenye hicho kifungo. Na Yesu atakutoa leo kwenye vifungo vyote katika jina la Yesu. Sasa sura ya 5 pia tunaona tena habari ya mgerasi hapa. Anasema kuanzia vile mstari wa 4. Anasema kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na mnyororo, akaikata ile mnyororo na kuzivunja zile pingu. Wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu ya kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwa kwa makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu Legion, kwa kuwa tu wengi. Mstari wa 13 anasema akawapa ruhusa wale pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote liloteremka kwa kasi jingine wakaingia baharini, wapata 2000 wakafa baharini. Sasa siri kubwa ambayo iko hapa, huyu mtu ambaye alikuwa amefungwa na mapepo, unasikiaga mtu anasema yule mtu alikuwa na nyota kali sana.
So hata huyu mtu ambaye alikuwa amefungwa naye mapepo alikuwa na nyota kali sana, kiasi cha kwamba alikuwa na uwezo wa kuwatajirisha watu kwa nguruwe wengi, kwa mifugo wengi. Naelewa vizuri? Hawa Wagerasi walikuwa wamefanikiwa. Ndio maana baada ya Yesu kumfungua huyu mtu, walimfukuza Bwana Yesu, akasema hivi, toka katika nchi yetu. Kwa nini? Kwa sababu alikuja kuwaharibia utajiri wao. Naelewa vizuri? Huwa naona klipu mbalimbali za wanajeri wanaigiza. Unakuta mtu amekaa mtu kwenye vile viulichea. Mtu amekaa pale na anaombaomba. Alafu kuna mtu amesimama nyuma yake anamsimamia. Mchana kutwa fedha zinaingia. Akipita mtumishi wa Mungu anataka kumwombea huyu mtu afunguliwe, huyu mtu anaanza kumkataza, toka, mwache. Kwa nini? Kwa sababu huu ni mradi wake wa kuingiza nini? Fedha. Sasa nisikilize, wewe unaweza kuwa unapita pale, na sio vizuri pia kugawa hela kwa hao waomba mtaani, kwa sababu wengi wao ni mapepo. Sawa hebu nikuulize swali. Nenda saa 12 usiku kama utawakuta hapo. Huwa anaenda. Ushakujiuliza? Yaani utakuta wapo. Yaani utamkuta wewe tu labda ni kweli ni dilema au ana tatizo hilo na nyombaomba ule wa ukweli wa baraka. Lakini wala ambao wanafikiriwa na watu, wala ambao ni nguvu za giza, wote wanakuwa wapo, kwa sababu mtu ukifika wanafanyaje? Wanaondoka. Wanasubiria kesho tena. Sasa nikupe sasa kwa nini watu wengi unaweza ukazao ukasema mimi sinaikaga 100. Unashangaa, bwana nilikuwa na 200 zimeisha. Umezunguka pale sokoni unarudi, huna hela tena. Sasa sikienda wapi? Kumbe kuna vitu vinaitwa chuma ulete. Chuma ulete sio mabembe yanayochimbiwa chini tu. Ni mpaka hata watu wanaoka huko. Mungu akufungua kwa mwako, uwe makini nao watu katika jina la Yesu. Hautatoa fedha zako ovyo ovyo katika jina la Yesu. Kwa ni watu ambao huwa pia nao wanakuwa wamefungwa kwa namna hiyo, wao kutega uchumi kwenye maisha ya watu. Na anakuambia hawa watu sasa wanajitangaza wengine, wanasema tumejenga magorofa. Wamepewa mradi na shetani. Shetani anaweza kumpa mtu fedha. Sikiona kwa Bwana Yesu alimwambia kwamba ukinisujudia nitakupa mali zote unazoziona. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na uwezo. Kwa hiyo hata mashetani nayo yana namna ambayo anaweza kufanikisha mtu. Sasa Yesu atupe kufunguliwa macho yetu kuona sawa sawa. Amen. Nikuonyesha mfano mwingine wa mwisho kwenye hiyo point. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya au tuachane na Yohana kwanza. Twende kule kwenye Matendo ya Mitume sura ya 3. Matendo ya Mitume sura ya 3. Basi Petro, maana Yohana ni kwa habari ya Bwana Yesu na yule mtu ambaye alikuwa amekaa pale kwenye sinagogi, naye alikuwa akiomba. Yesu akamfungua, baadaye akamkuta hekaluni anarukaruka. Kwenye Yohana sura ya 3 pale. Sasa Matendo ya Mitume sura ya 3 anasema hivi, basi Petro na Yohana walikuwa akienda pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mama alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu. Kutoa mzuri ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya nini? Hekalu. So shetani alikuwa anadharau kiasi cha kwamba anakaa pale madhabahu na anaomba pesa kanisani madhabahu. Huyo mtu alikuwa amefungwa na nguvu za giza. Walipomfungua, yeye pia katika kufunguliwa kwake huko bado aliendelea kunyosha mkono akiwa anatarajia kupokea kutoka kwa mitume kina Petro. Kwa nini? Kwa sababu ndio ilikuwa njia yake ya kumpatia nini? Fedha. Hiyo ndio ilikuwa njia yake ya kumpatia fedha. Kwa hiyo Petro kwa sababu aligundua hiyo, akasema nitazame mimi. Alafu akakemea. Alipokemea leo kama chini. Alafu vifungo vyake vya miguu vikakatika na miguu yake katiwa nguvu, akaanza kutembea. Alianza kutembea na akaanza kufanya kazi. So alikuwa amefungwa asifanye kazi, awe ombaomba, awe tegemezi. Na inawezekana ilikuwa ni njia yake mojawapo ya kuingiza pesa. Kwa hiyo vifungo ni vitu ambavyo unapaswa kukemea kwenye maisha yako, isiwe sehemu ya maisha yako. Kifungo cha mwisho kabisa kwa leo ni vifungo vya magonjwa. Magonjwa sio mazuri, ni mabaya. Unakuta kabisa kuna mtu anasema ugonjwa wangu umeamka tena, mguu wangu umeamka tena. Unajimilikisha magonjwa. Unaweza kuwa unamiliki leo au unamiliki magonjwa. Rafiki yangu, sema nakataa magonjwa. Sema nakataa magonjwa. Endelea kufundisha mambo mpaka ufahamu wako uyakatae kabisa, yani ukatae kabisa, useme ninakataa kwa mgonjwa. Amen. So magonjwa mengine sio kwamba ni Mungu ametaka, na tusimkosee Mungu. Kwa sababu najua kuna watu ambao wanasema hivi, hata Ayubu aliumwa. Unajua kuna watu aina hiyo. Nasema hata Ayubu alifanyaje? Aliumwa. Nani alimfanya aume? Mungu. Kwa hiyo sisi ni kina nani? Sisi ni wana wa Mungu.
uzao mteule, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, wasioumwa. Amen. Yeah. Uzao mtakatifu wa Mungu. Huwa tutembei katika magonjwa ya kurithi. Kuna familia zimefungwa, mama ana pressure, baba ana pressure, shangazi ana pressure, mjomba ana pressure, yaani familia nzima. Na kuna wengine ambao sasa akaka ugonjwa ambao anasema ugonjwa wa kisasa HIV, unakuta mjomba alikufa na HIV, si kaka akafa na HIV. Yaani shetani amewafunga kwenye magonjwa. Sema nakataa kifungo cha magonjwa kwenye familia yangu katika jina la Yesu. Upasi kukaa kwenye vifungo vya magonjwa. Matendo ya Mitume 10:38 anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kufanyaje tena, na kuponya wote waliokuwa wameonewa na nani? Na Ibilisi. Kwa hiyo Ibilisi wanaonea watu kwa kuwafunga na magonjwa, anakufunga na ugonjwa uteseke. Imagine yule mama mwenye kutokwa na damu kwenye kitabu cha Marko sura 5. Mama mwenye kutokwa na damu, Marko sura 5 kuanzia mstari wa 25 pale mpaka 30. Alikuwa ametokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Na aligharamia fedha zote alizokuwa nazo. Miaka 12 anaumwa. Maana kulikuwa ni ugonjwa ambao amerogwa ugonjwa wa kutokwa na damu kwa sababu nisikilize. Tafsiri ya kawaida, ugonjwa ni hali isiyo ya kawaida kwenye mwili wa mtu. Sawa? Ni hali isiyokuwa ya nini? Ya kawaida katika mwili wa nani? Wa mtu. Sasa unakubalije kukaa na magonjwa? Tarudia tena hii sentence. Nilisema hivi, magonjwa yote ni mapepo. Sawa? Sasa sisi tuna akili kuliko wanyama. Sawa? Tuna akili kuliko nguruwe. Tuna akili kuliko ng'ombe. Tuna uwezo wa kukataa magonjwa kwa namna yote. Tuna uwezo wa kukataa vifungo vya magonjwa kwenye maisha kwa namna yote. Kwa sasa tunapokataa hivi vitu na inatupa nafasi sasa ya kutembea kwenye afya ya kiungu ambayo Mungu amekusudia tuishi. Kwa hiyo tusishindwe akili na vitu ambavyo ni vya kawaida. Na mapepo haya yanaweza kuwa na ufahamu sometimes hata kuliko ufahamu hata wa kawaida. Unajua pepo anapomtoka mtu huwa anaenda anatafuta wenzake 7 wenye nguvu kuliko yeye. Alafu anakuja wanaingia kwa huyo mtu, wanakaa. Mapepo yanamuita mtu nyumba yangu. Niwekea Mathayo 12. Mapepo yanamuita mtu nini? Nyumba yangu. Sasa kataa kuwa nyumba ya mapepo. Sema nakataa kuwa nyumba ya mapepo. Kataa kuwa nyumba ya mapepo. Ya namna yote. Kwa anasema hivi, Mathayo sura 12 mstari wa 43. Mathayo sura ile ya 12 mstari wa 43. Anasema hivi, pepo mchafu mtokapo mtu apiti mahali pasipo na maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Alafu anasemaje? Nitarudi. Alafu usema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija yona tupu imefagiwa na kupamba, anaenda anatafuta wenzake 7 wenye nguvu, naye huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko mwenyewe, na uingia kukaa na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kibaya. Sasa Yesu anapotufundisha makusudi yake ni kwamba tupone, tutoke kwenye vifungo. Kwa hiyo usikubali kukaa na mapepo. Kama nguruwe tu kukaa na pepo hao 3 walishindwa. Wewe unawezaje kukaa na pepo zaidi ya 20, 30, 40 ziko ndani yako? Sema Yesu nifungue. Sema tena Yesu nifungue. Sasa kwa haraka namna ya kutoka kwenye vifungo. Jambo la kwanza, jaa neno la Mungu la kutosha. Namna kutoka kwenye vifungo. Jambo la kwanza, jaa neno la Mungu la kutosha ndani yako. Wakolosai 3:16. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yako katika hekima yote. Na ninapozungumza kwa habari ya hekima yote, tunapokufundisha kwa habari ya mafanikio ya kiungu, uliza Mungu anafanikishaje watu? Maana wewe na hekima kwa habari ya mafanikio. Tunapofundisha kwa habari ya kutokufungwa na mapepo machafu ya mabaya, uliza ninawezaje kujifungua? Maana tunaweza kuelekeza pia ya namna ambavyo neno la Mungu linaweza kufungua. Lakini pia ndiko Ibrania 4:12 anasemaje? Neno la Mungu liko hai tena lina nguvu na lina ukali kuliko upanga wao wote, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua hata mawazo na makusudi ya moyo. Kwa hiyo jifunze wakati wote kuliruhusu neno la Mungu likufungue, kuruhusu neno la Mungu likufungue kutoka kwenye vifungo. Ndio maana ukiwa nyumbani soma neno, ukiwa kazini kwako soma neno, ukiwa mahali popote jaa neno. Hili neno lina nguvu, linaweza kufungua kwenye vifungo vya namna zote na ukawa huru, maisha yako yasikae kwenye vifungo.
Jambo la pili, kunena kwa lugha. Kwa mfano hapa Roho Mtakatifu yupo. Tunaposema omba kwa kunena kwa lugha, usishangae wengine. Na unajua kuna wengine ambao unatamani, wewe fungua kinywa chako tu, unaposikia mtumishi wa Mungu ananena na wewe nena. Sawa sawa. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, huwa anakuja kukusaidia. Sasa anakusaidia. Cha kwanza anajenga imani yako. Sawa sawa. Anajenga nini? Imani yako. Na ukumbuke kwamba imani ni ngao. Sawa? Ni ngao ambayo kazi yake ni kulinda na mishale ya adui. Maana yake ukiwa unaomba kwa kunena kwa lugha, imani yako ndani yako inajengeka. Alafu inakuwa ngao juu yako. Adui akituma mishale yote, inakutana na ngao ambayo inaitwa nini? Imani. Sasa Roho Mtakatifu anafanya nini kwenye maisha yako? Roho Mtakatifu huwa anafanya kazi kwenye kila eneo la maisha yako. Ukitaka kumtumia Roho Mtakatifu, usimwekee mpaka. Usimwekee mpaka tu labda. Unajua kuna watu ambao wamejaa Roho Mtakatifu lakini wameishia kunena kwa lugha. Akianza kunena kwa lugha, atanena kwa lugha kweli. Lakini Roho Mtakatifu huyo ambaye ni hekima, hajawahi kumwelekeza yule mtu amsaidie kama hekima ya Mungu ndani yake. So Roho Mtakatifu ana hekima, lakini pia anaweza kukusaidia kwenye maeneo yote. Roho Mtakatifu anatoa maelekezo. Kwa hiyo jifunze kunena kwa lugha kwa muda mrefu. Nena kwa lugha kwa muda mrefu. Lakini pia kunena kwa lugha huwa kunajenga maisha yako, kunajenga maisha ya mtu, kunajenga maisha ya mtu. Maandiko yanasema anenaye kwa lugha hujenga nini? Nafsi yake. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 na mstari wa 4 pale. Nasema anenaye kwa lugha hujenga nini? Hujenga nafsi yake. Anenaye kwa lugha hujenga nafsi yake. So mtu anenena kwa lugha muda mrefu, nafsi yake huwa inajenga na hawezi kukaa kwenye vifungo kwa namna yote. Kwa sababu Roho Mtakatifu anakuwa anafanya kazi kwenye hilo eneo. Alafu anasema pia kwa habari ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuunganisha na nguvu za Mungu. Roho Mtakatifu unaponena kwa lugha anakuunganisha na nguvu za Mungu halisi. Kwa hiyo nguvu ya Mungu inapoongezeka inakusaidia kukata hizo vifungo kwenye maisha yako. Lakini cha mwisho kabisa, anakusaidia kushinda changamoto bila kukuvunja moyo. Maana changamoto ikija kwa sababu ya ule uwezo wako wa kunena kwa lugha muda mrefu, changamoto zinakuwa zinaisha. Na wewe unakuwa unanena kwa lugha hivyo kuendelea kujijenga na kujiongezea uwezo wa kushinda hizo changamoto. Jambo la tatu sasa, tulikuwa tunafafanua kwa habari ya Roho Mtakatifu. Jambo la tatu, jenga tabia kusamehe. Kuna watu wengi sio wepesi wa kusamehe. Yaani alikosewa na rafiki yake mwaka juzi, bado ameweka moyoni mpaka leo. Unapojenga tabia kusamehe, unakuwa unajifungulia mlango wa Mungu kufungua kutoka kwenye vifungo mbalimbali. Lakini pia hata shetani mwenyewe hawezi kupata nafasi ya kukufunga. Cha kwanza kabisa, samehe watu wote waliokukosea. Alafu cha pili, jisamehe wewe. Unajua kuna mtu alifanya kosa fulani, lakini mpaka leo huwa anaumia ndani. Anajuta tu ndani, hivyo anaumia. Jisamehe. Unapojisamehe wewe, unajiondolea huo mzigo wa hicho kifungo ambacho adui alikipanda. Wakorintho wa pili sura ya 2 mstari wa 10 hadi 11. Maandiko yanasema hivi: lakini kama mkisamehe mtu neno lolote, nami nimemsamehe, kwa maana mimi nami ikiwa nimemsamehe mtu neno lolote, nimemsamehe kwa ajili yenu mbele za Kristo, shetani asije akapata kutushinda, kwa maana tukosi kujua fikra zake. So shetani anakuwekea, tole mfano, ukifungwa hiki kitu kwenye mguu, huwezi kunatembea. Sasa kuna watu ambao wamebeba watu ndani yao. Sawa? Wamebeba watu ndani yao. Hebu imagine umembeba shoga yako aliyekutukana mbele za watu mpaka leo. Ndio maana usogee, wewe mbele, usogee kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu umeweka moyoni. Sasa kuwabeba watu kwa kutokuwasamehe inakupunguzia spidi ya maisha. Sawa? Jifunze kusamehe. Mwambie jirani yako, jifunze kusamehe. Na kusamehe ni njia mojawapo ya kuonyesha upendo wako kwa Mungu na kwa watu. Mtu mwenye upendo ndani yake anasamehe kwa haraka sana. Na maandiko yanasema hivi: mtu anayemchukia ndugu yake, of course mtu ambaye hajasamehe lazima tu atakuwa anamchukia mtu. Mtu anayemchukia ndugu yake ni sawa na muuaji. Kwa hiyo usibebe watu kwenye moyo wako, kwa sababu kutokusamehe kunabeba watu kwenye moyo wako, unakuwa na mzigo ndani yako. Waebrania sura ya 12 mstari wa 14. Waebrania 12:14 na 15. Waebrania sura ya 12 mstari wa 14 na 15. Wanasemaje? Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Alafu nasema mkiangalia sana, mtu asipungukie neema ya Mungu, ili shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua watu wengi wakati wa unajisi wa yeye.
Akija mtu ambaye ana uchungu hapo, anaweza kuambukiza mwingine, akamwambukiza mwingine, akamwambukiza mwingine. Hivyo kwenye maisha. Kwa nini? Kwa sababu uchungu unaambukizwa. Kwa mfano, kuna watu wanawachukia watu kwa sababu watu wao au rafiki zao wanawachukia watu. Yaani unajiunga kwenye kundi la kumchukia mtu kwa sababu mtu fulani anafanyaje? Anamchukia. Hayo ni mbaya sana. Mwambie jirani yako mbaya sana. Mwambie tena mbaya sana. Mtabasamu kidogo. Alafu ndio jirani yako mwambie nakupenda sana. Nimemsamehe hata kama ulinikosea. Yaani samehe. Unajua kusamehe ni kuzuri. Kwa nini? Kwa sababu mimi nilishajiwekea utaratibu huu kwamba ninamsamehe mtu hata makosa ambayo bado aliyatenda sasa. Ili hata akitenda akutenda nini? Na msamaha. Sema amen. Samehe watu. Hautakaa kwenye vifungo. Sasa sisi sio Mungu kiasi kwamba tukosea, tunakosea. Ndio maana tunakusamehe pia. Amen. Jambo la 4, fanya maamuzi ya kufanya mapenzi ya Mungu. Fanya maamuzi ya kuishi mapenzi ya Mungu. Maanake Mungu akisema jambo fulani lifanye. Mungu akisema jambo fulani liishi. Mungu akikushauri kufanya jambo fulani lifanye kama ambavyo ameshauri. Amen. Kwa hiyo itakusaidia kuishi maisha ya uhuru mbali na vifungo. Kitabu cha Zaburi 40 mstari wa 8 anasema hivi, kuyafanya mapenzi yako, Mungu wangu, ndio furaha yangu na sheria yako ipo moyoni mwangu. Kwa hiyo kufanya mapenzi ya Mungu kunamfanya mtu aishi maisha ya uhuru. Sikiliza. Mungu anakutaka kuhubiri Injili. Halafu wewe kuhubiri Injili. Mungu anakutaka ibadani, uji ibadani. Mungu anakutaka kuomba, auendi kuomba. Shetani atakuacha salama, hawezi kuacha salama. Na niseme kwa mfano, nimpiga kinanda, nimpiga drum, nimpiga gitaa, uko kwenye vyombo, uko wapi? Jijengee maisha ya kuomba. Watumishi wa Mungu, tuko pamoja? Halo? Mafundi mitambo wetu, tuko pamoja? Jijengee tabia ya kufanyaje? Ya kuomba. Kwenye ibada kama hivi, njoo na notebook yako pia. Kaa, sikiliza neno, naandika notes. Usisema ataandika shemasi, ataandika fulani. Hapana, wewe pia una hiyo assignment. Kusikiliza neno. Mnanifurahisha ambao mmekaa kuanzia mwanzo wa ibada mpaka sasa hivi. Nasikiliza neno, mtulia kabisa vizuri. Kwa nini? Kwa sababu hayo ndio mapenzi ya nani? Ya Mungu. Sasa hayo ndio mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anakutaka wewe ukae na ufanye mapenzi yake ili uwe huru. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa na uhuru kwenye maeneo mengi, kwa sababu mapenzi ya Mungu yanaongeza nguvu, lakini pia yanaongeza furaha kwenye maisha yako. So kuna neema ambayo inapatikana katika kuyafanya mapenzi ya Mungu. Sasa jambo la mwisho kabisa ni kuishi maisha ya ibada na sifa. Maisha ya ibada na sifa. Mtu ambaye anafanya sifa wakati wote hawezi kuwa na vifungo kwenye maisha yake. Andika hii mistari alafu nitakusomea michache. Mambo ya Nyakati wa Pili 20, ule mstari wa 21 na 24. Nyakati wa Pili 20, mstari wa 21 na 24. Lakini pia Yoshua 6, mstari wa 15 mpaka mstari wa 16, halafu na mstari wa 20. Yoshua 6, mstari wa 15 mpaka 16 na mstari wa 20. Lakini pia Matendo ya Mitume 16, 25 mpaka 27. Nasema hivi, lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kusifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Hiyo Matendo ya Mitume sasa 16:25 na 27. Ghafla pakawa na mtetemeko kula nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikafanyaje? Vikalegezwa. Yuko mtu anaongoza praise yako, anakuambia shika kitambaa chako, ruka. Mtu yuko hiyo, yaani haluka, anashangaa tu, wewe tunamsifu Bwana, chukua kitambaa chako, ruka, shangilia. Na tutasifu hapa kidogo kabla ya meza ya Bwana. Sawa sawa, ili sasa kama kulikuwa na vifungo viko kwako, vikatike katika jina la Yesu. Vikatike katika jina la Yesu. Watu wa drums wanaweza mkasogea huko na vyombo. Tumsifu Bwana kwa dakika chache. Alafu wale wa meza ya Bwana wanaweza kuandaa meza ya Bwana sasa. Mtu wa Mungu, shike maiki. Turuke kidogo. Tukate kamba hizi za vifungo. Alafu baada ya hapo tutashiriki meza ya Bwana. Alafu baadaye tutatoa sadaka, tutamshukuru Mungu kwa pamoja, tutaimisha ibada yetu. Haleluya. Naomba tusimame wote kwa pamoja. Tunamaliza ibada kwa ushindi. Tunamaliza ibada kwa sifa.
watu wa Mungu. Haleluya. Yaani kuna mtu ndo amechoka sasa. Hapa tujinyoshe. Tujinyoshe na kujinyosha kama taratibu. Jinyoshe basi, jinyoshe. Jistretch. Maana usikauli umekaa muda mrefu sana. Haleluya. Wangapi tunayo nguvu? Wapi vigelegele kwa wanawake? Ongeza tena kama ni ya Yesu. Tutaimba sana. Tutaimba sana. Tukizunguka zunguka kwenye kiti cha Yesu. Tutaimba. Haya, usikie sauti yako. Tutaimba. Tena. Unazunguka.
Sogea tu. Roho Mtakatifu yuko hapa, nataka kuhudumia. Amen.